Haya, mdau wa Love Talks, najua ulimisi Love Talks. Maswali yalikuwa mengi sana na mmekuwa DM zikiwa nyingi sana kuhusu kipindi cha Love Talks. Sasa leo tumekuja tena rasmi kuendeleza pale tulipoweza kuishia. Na leo na somo moja ambalo ni la muhimu sana kwako wewe ukiwa kama mwanaume. Somo ni kwamba kwa hakika pasipo jambo hili basi 90% wanaume tusingekuwa na wachumba au girlfriends. Najua najiuliza, je, ni nini hicho? Basi mimi nikusihi ungana nami mwanzo hadi mwisho tuweze kupata kujua ni nini hicho. Katika kipindi cha leo tutakwenda kuelekeza, je, wewe kama mwanaume unatumia njia zipi kuweza kumtongoza mwanamke? Yaani hapa tunazungumzia vitu vya kufanya kabla ya kwenda kumtongoza mwanamke. Imagine upo katika safari zako, pita zako, unamwona mwanamke unampenda. Unajiuliza utafanyaje ili uweze kumpata mwanamke huyu? Uweze kudate naye. Hasa Love Talks ya leo tutakwenda kukufunza wewe kama mwanaume utafanya nini ili uweze kumpata huyo girlfriend ambaye unamtaka. Ungana nami leo nitakufundisha mambo matano tu ambayo kwa hakika yatakusaidia kwa 90% kuweza kumpata huyo mwanamke unayemhitaji, ambaye umemwona kwa siku ya kwanza na umempenda. Je, wewe kama mwanaume utafanya nini? Karibu. Jambo la kwanza ambalo wewe kama mwanaume unatakiwa kulifanya wakati unaenda kumtongoza mwanamke ni kwamba, jambo la kwanza, hakikisha mwanaume anakuwa msafi. Yaani hapa nazungumzia mwanaume, zingatia usafi. 100% kama zote, yani 100% mwanamke waga anampenda mwanaume msafi. Yani ukiwa mchafu tayari kuna point umeshapunguza kwa mwanamke huyo, lakini ukiwa msafi basi kuna point umegain. Sasa hakikisha unapokuwa unakwenda kumtongoza mwanamke unazingatia usafi, unavaa nguo zako nini za kistaarabu nini, unapulizia marashi yako nini, unapiga mswaki nini, yani nishoto uvutie. Yani hiyo ni njia namba 1 ambayo unatakiwa kufanya kabla ya kwenda kuzungumza na mwanamke au kumtongoza mwanamke huyo. Jambo la pili ambapo wewe kama mwanaume unatakiwa kulifanya ni kwamba umefika pale kwa mwanamke, jambo la pili, hakikisha wakati wa kuongea na yule mwanamke unamtazama usoni. Umefika pale umeanza kuongea naye. Sasa wakati wa kuongea hakikisha unamtazama usoni mwanamke yule. Sio mwanaume unafika pale unaanza kuangalia chini, no. Tayari unapunguza point hapo. Mwanamke anatakiwa awe na aibu, lakini mwanaume anatakiwa muangalie usoni. Aone the way ulivyokuwa na confidence ya kuongea naye. So hakikisha mwanaume unapokwenda sehemu kama hizi unakuwa na confidence mwenyewe, yani unamtazama mwanamke usoni wakati wa kuongea. Pia wakati wa mazungumzo yenu hakikisha mwanaume unazungumza kistaarabu. Yani unaongea zile keywords zile za mapenzi, unakuwa na sauti fulani hivi. Sio unaongea kama upo sokoni, no. Unaongea kistaarabu, unaongea na lugha ya upole. Unaona? Mwanamke anakuwa anajua kweli hapa kuna mwanaume. Lakini kama unaongea kama unapayuka, kuna pointi unapunguza. Pia jambo la 4, wakati wa kuzungumza na mwanamke huyo hakikisha mwanaume unatoa tabasamu lako. Au ni meno hayo, unaona? So hakikisha wakati unaongea na mwanamke unatoa tabasamu. Anajua kweli nimempata mwanaume fulani amazing. Sio mwanaume unafika pale unakunja, no, unatoa tabasamu fulani hivi kumwonyesha kwamba wewe ni mkarimu. So mwanamke anavutiwa na wewe the way unapotabasamu, unapoongea kwa ucheshi, unaona? Kuna point unachukua hapo. Hata kukatalia na kuwa ngumu kidogo. Sema yes, mbona jamaa anatabasamu wewe. So hakikisha mwanaume unapokwenda kutongoza unatoa tabasamu lako mwanamke aweze kuliona. Pia jambo la 5 na la mwisho, hakikisha unamsifia mwanamke huyo. Wanawake wengi wanapenda kusifiwa jamani. Hamna kitu ambacho mwanamke anapenda kama kusifiwa.
Wanawake wengi wanapenda kusifiwa the way alivyo. Msifie uzuri wake, rangi yake, labda umempendea nini, mueleze. Mwanamke anakuwa anafarijika, anaona umuhimu wa kuwa na wewe katika siku hiyo. So hakikisha unamsifia mwanamke the way unavyoweza, yani kwa njia yote ambayo unaweza. Hakikisha unamsifia mwanamke huyo. Nafikiri umejifunza mambo ambayo kwa hakika ukiyafuata itakusaidia katika kumtongoza mwanamke na uweze kumpata mwanamke huyo. Na pia nikushukuru kwa kutazama kipindi cha Love Talks. Tukutane katika somo lijalo. Asante na kwaheri.